Ningependa kuwasalimu popote mlipo. Mimi kwa majina naitwa Sifuna, na ningependa kuambia ndugu yetu Sakaja, kuna aibu umetuonyesha hapa Nairobi, ambapo tunakuambia wewe ni one term governor. Wewe ni one term governor, sababu huwezi toa wamama kwa nyumba CHPs, na CHPs tulikupatia kura Nairobi tukijua utatufanyia kazi. Mara ya kwanza ulituahidi unakuja kututembelea pale Kamukunji, tukatayarisha hall, tukakaa kwa hall, tukatoka saa 9, haukuingia tena. Same today umetufanyia hiyo jambo. Wamama wameingia pale 6, saa 1, saa 2 wamama walikuwa wamekalia viti. Tena wewe mmoja Sakaja mmoja umewacha CHPs wamekaa the whole of day wanangojea unakuja. Wacha nikwambie Sakaja, ulikuja kwetu katudanganya wewe ni Mluya, tukameza. Sakaja, wewe ni Mnandi, wewe si Mluya. Wacha niambie Wakenya wote wakujue wewe ni nani. Hata salamu tu za Kiluya ujui. Tulikuficha Sakaja, wewe sio Mluya. Hata wakati ilikuwa wewe ni Msabaoti, hata wewe ujijui baba yako ni nani, hujui. Na nimekuja kutoa hiyo siri kwa sababu uchungu wa mwana ajuae ni mama mzazi, wacha hata baba. Sakaja, umetuaipisha Nairobi, to make the matter worse. Sakaja, si tulikugundua kitambo umetolewa kuwa governor wa Nairobi, tukakuuliza ni wapi tuingilie tukusupport, ukanyamaza. Sisi hatutaki wanaume wenye wanakaa wanawake. Kaa kama mwanaume kama Sifuna mwenye anaenda head on na wanaume wenzake. Wewe saa zile president anakohoa, wewe umeingiza mkia kwa matako. Saa zile hata wakina Sudi watu wa class 2 wakikohoa, umeingiza mkia kwa matako. Utaki advice. Angalia sisi CHP, ukikampeni ulituahidi kwamba CHP hiyo mshahara yenyu utatupatia 15,000, tuanzie 15. Ukiwa pale Huruma Grounds, na wakati uliingia kwa uongozi hausikiki. Ulikuja ukatupatia 3,500. Hiyo 3,500 kwanza haitoshi nyumba. Hiyo 3,000 mpaka tufunga miezi 2-3 ndio tupate hiyo stipend. Na nyinyi mnapatikana na pesa za wizi City Hall. Mmeandika wale wafanyikazi Mbonoko City Hall, ghost workers City Hall, na ripoti yote ya health tunawasilisha kwenyu. Hata kama mama amepata mtoto na kasoro fulani, mtu wa mbali hatajua, lakini nyinyi wenye mko kwa uongozi mnajua. Na mnajua kutoka wapi? Kutoka kwetu hapa field. Tunaingia kwa household, hakuna gumboots, hakuna jacket, hakuna any. Mulianza kutoa gumboots, mkatoa kila unit mtu moja. Nataka nikwambie Sakaja, hizo pesa zenye mnatuibia hizo, nataka nikwambie Sakaja, maliza tamu yako na uende. Chenye umefanyia CHV tangu uingie hatuoni. Maliza tamu yako uende. Na hata wacha nikwambie Sakaja, Nairobi governors wana run one term. Kidero alienda one term, Sonko alienda one term, wewe unaenda one term. Mwenye atakuja tutamark marks yake baadaye, mtihani yake tutaimark baadaye. Lakini nataka nikwambie hiyo pesa ya wizi yenye uko nayo, yenye unanunulia hata town magorofa, yenye unajengea mpaka nje ya Kenya magorofa, nataka nikwambie wewe Sakaja, wewe ni Mnandi. Toa jina lako kwa Waluya, hata hakuna Mluya mwenye anaitwa Sakaja.
please toa huko kabisa. Nataka nikuambie hivi, wewe wakati president alikutoa kwa uongozi ulisign, tulikuwa pale KICC ukisign, ukiwachilia ugavana wako. Umekwamilia ukidanganya wamama huko nje wewe ni gavana, na wewe sio gavana wa Nairobi. Kuja paruwanja, kuja peupe tuambie wewe ni nani Nairobi. Wewe ni mmoja wa magosti waka wa Nairobi. Kazi ya Nairobi inafanyiwa na president, sio wewe. Wewe ni ghost waka number 1 hapa City Hall. Na hao magunzi wako wenye umeweka City Hall. Nikikuja kwa upande wa Sifuna ndugu yetu, asante sana. Sisi tuko nyuma yako. Mimi mwenyewe naitwa Sifuna. Jina langu ilipotea, naitwa Sifuna. By kesho tunaandaa safari, tunaenda wa Trans Nzoia. Nataka nikuambie, Sifuna, kanyaga nyumbani kama mwanaume. Wewe ndio tumejua ni mwanaume mwenye ulisimama kwa kisu. Haungojewi, utawachiwa. Tangu tuanze kusema tunataka uongozi Western, tuko na ndugu yetu mmoja, yeye anasamanga Moi akitoka ataniachia. Moi anakuja akapatia mwingine. Kibaki alikuja akapatia mwingine, akabaki pale. Uhuru amekuja akamwita mpaka pepo ridemo. Hiyo jina ilikuwa uchungu, na bado anajikaza kisabuni. Mwanaume anatuambia yeye anangoja 2032. Saa hii unadanganywa tena na ule wa kutoka kwa kabila ile ya Moi alikupatia vice president siku 56, atunangojea utapewa. Na kuuliza ndugu yangu, ulilaaniwa na nani? Wewe unangoja utapewa. Hata kuna msemo ya Waluya inasemanga, kama hujaoa unangojea dada yako aolewe akuletee ng'ombe ndio wewe utaoa. Aki kusema tu kweli, wewe ngojea dada yako ataolewa alete ng'ombe ndio wewe utaoa. Raundi hii tumepata wetu mwenye amefesi wanaume. Huyo ndio tunataka, ni mwanaume anafesi wanaume. Wacha hiyo maneno yetu yenye unatuambia 2032. 2032 tunangoja nini? Sisi tunakufa kesho, tunataka kuona uongozi ukiwa Western. Wewe unatupeleka wapi? Pale kwa ofisi nilikuja Dimasangwenya, ni magaidi umeweka pale. Wanafukuza wamama kama nini? Hata wajui wamama wanafanya namna gani. Wewe mwenyewe umekalia pesa, sijui ni kunaonesha tu tumbo unanonesha. Sisi tulikosea wapi Waluya? Tulikosea wapi Waluya? Utupitishe kwa hiyo hali yote. Na wewe Mr. Atuoli, nimeona umeanza kukuja kwa laini. Wakati wazee wa maana wameongea mbele yako, mbona usiwakashifu? Hao ndio wazee wa maana tumeona kule Western. Wazee wenye wanaweza kukohoa ukaitika kabla hujasikia jina yako. Ni wazee wameguruma. Angalia Ambwere, mzee wa heshima. Wakati Ambwere Moi alimshika, alimfunga, na Moi akafikiria hata nikifunga huyu jamaa ni kazi bure, akampatia fine alipe walimu wote Kenya kwa muda wa miaka 2, na alilipa na siku moja miaka 2 walimu wote Kenya. Wewe Atuoli na tumbo lako kubwa. Sasa saa hii hata bibi yako ameongezewa nini? Kazi. Watoto wamesoma, wamama wameng'ang'ana, watoto yani magraduate wako hapa nje wengi sana. Yani Ruto, wewe uliona uongeze pesa kwa Atuoli, pesa. Kusema ukweli, Ruto, kichwa yako inakwanga mzuri kweli? Kichwa yako Mr. Ruto ni mzuri kweli? Watoto tuko nao magraduate wako kwa nyumba wanatafuta kazi. Kilebi ametoka Citizen yako na pesa. Atuoli ndio huyo Umoja wa Mataifa mara Kenya, hata ajui wale watu wanapata kazi huku Nairobi wanapitia shida gani. Yeye ndio huyo. Wewe president, kichwa yako timamu, sijui kiko sawa, sijui uko na akili mzuri, unabeba kazi unapatia Kilobi. Yani kusema ukweli, mimi hata sijui niseme nini. Mr. President, hebu nichukue kusema tu kweli. Nataka niwe advisor wako.
Na nikiingia kwa hiyo ofisi yako, hao maadvisor wako wote weka nje.